dutangure programa y'ibikorwa. Nitawaomba Darisi, unaweza kumusogelea na kuwa unamsaidia mu lugha ya Kiswahili, ama nitajaribu kufundisha mu Kirundi na Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla sijasema mengi, tutakuja kusoma neno ambao tumepewa na Mungu, alafu tutaendelea na mafundisho, kwa sababu Mungu alitusalimia asubuhi hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni furaha kubwa ambao hatujawahi kuona, yani kusalimiwa na Mungu asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumupigie makofi kwanza. Mana na Yesu na mpemu yera. Amen. Basi ngoja tusome ili neno ambao tumepewa na Mungu. Yakobo, kitabu cha Yakobo sura 3 mstari wa 12. Yakobo 3 umurongo wa 12. Kabla hatujasoma, tunaona dada yetu pale, si mgeni hapa, lakini tukimuona lazima tufurahi. Ni mtu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwaombe nisione viti katikati yenu, mubijaze ili biwe sawa. Bijaziwe, musogee hapa mbere, mwigire imbere kugira ngo intebe zose zuzuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iyo ntebe iri imbere gato nayo. Ndagomba yuko mwicara gutyo kugira ngo ntimuhe abandi bibanza. Hari bagomba kwicara hagati yanyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumusi sasa dada yetu simame ili tumusalimie kabla tujaendelea. Na yeye atusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawasalimia katika Kristo Yesu. Amen. Nafurahi kuwa hapa tena. Ndio. Amen. Basi tusome neno ambao tumepewa na Mungu asubuhi hii. Sio jenye nitafundisha hapa. Mwebwe hariya murazi nabwiye nabatangarisha. 12 umurongo 3, yani ya Yakobo sura 3 mstari wa 12. Panasema hivi: bene data, mbega umusukoni woshobora kwama elayo canke umuzabibu wo kwama insukoni? Ni kwa amazi y'umunyu adashobora kuvamwo amazi aryoshe. Ndasubiramo: bene data, mbega umusukoni woshobora kwama elayo canke umuzabibu woshobora kwama insukoni? Ni kwa amazi y'umunyu adashobora kuvamo amazi aryoshe. Amen. Eka dusome mu rurimi rw'Igiswahili. Tunataka tusome hili neno kwa lugha ya Kiswahili. Ni Yakobo sura ya 3 mstari wa 12. Panasema: ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika
chemichemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo neno sasa hivi sitaongea kitu, lakini tutakuja kuyaongelea nyuma ya ibada. Kisha ibada tuangalie Mungu ametaka kusema na sisi kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza ni kushukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu jinsi alivyotulinda. Turashima Imana ingene yaturinze mu misi yose tumaze. Kwa maana icyumweru ni kinini. Yani iyinga ni nini cyane. Bwana Yesu asifiwe. Wiki yote ni kubwa sana. Tukiwa hatuonane, japo wengi tulikuwa tunaonana, lakini najua wengi hatukuonana. Bwana Yesu asifiwe. Niombe mtu ambaye hasikie Kiswahili vizuri apandishe mkono ili tumsogelee, ili tupate konani. Beurine mufashe mama nane kumusobanurira mu Kirundi kugira ngo nkoreshe Kiswahili cyonyene. Bwana Yesu asifiwe. Najua wengine Kiswahili mnakisikia vizuri. Kuna mtu mwingine ambaye hasikie Kiswahili vizuri. Napenda sasa nitumie lugha moja kwa sababu wengi ndo wanajua Kiswahili. Lakini Anita napenda msaidie Kirundi. Beuli mnanipata vizuri? Mbona mdoma huku nafanya kazi? Hakuna erere mama. Tumeshaanza mwaka mwingine. Mkumbuke tulichoambiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nani ambaye anakumbuka mafundisho ya wiki jana? Mumfashe. Aya. Ninde yo mufasha? Yaani kiumbe ambacho kinaitwa mtu ni kiumbe gani? Yaani kiko na utofauti gani na viumbe vingine? Kwa maana duniani na majini na anga na ndani na vitambao duniani vyote ni viumbe, lakini mtu yuko tofauti na viumbe vingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza niwashukuru Mungu nyinyi mlioniombea ili leo sauti iwe iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Munasikia sauti iko sawa. Muzidi kuomba Mungu. Haleluya. Tuliona kama kiumbe kiliumbwa ndani ya neno na ndani ya kutumia, yani kikazi. Bwana Yesu asifiwe. Alitumia kikazi. Kwanza mkutano ulifanyika mbinguni. Yani kikao kikakaliwa cha kuumba mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vingine vyote viliumbwa. Mungu alikuwa hajafanya kikao. Jamani, tuko wote? Ndio maana mtu akifanya dhambi anaweza kuvutia matatizo viumbe vyote vya duniani. Mkumbuke kipindi cha Nuhu. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha Nuhu watu walifanya dhambi. Nuhu akaambiliwa, nenda uambie waache dhambi. Bwana Yesu atusaidie sana. Nenda ukawaambie waache dhambi. Nenda ukawahubiri. Nenda ukaonye. Nenda uambie.
Lakini Nuhu kipindi alichoenda kuwaambia watu waliona umusa, Mungu akamwambia fanya hiki kitu, jenga safina. Bwana Yesu asifiwe. Jenga safina, na ujenge ukiwa unawaonya, ujenge ukiwa unawafundisha, ujenge ukiwa unawaelekeza. Kama mimi Mungu nitashusha ghadhabu juu yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini watu hawakusikia. Kumbuka kipindi cha Sodoma na Gomora. Lutu alifikia kipindi cha kutoka nje akawaambia, japo munazunguka nyumba, ndugu zangu, munataka watu waliingia hapa, ambao wameingia hapa, acha kwanza niwape wabinti wangu wawili, bado hawajabikiriwa, bado wakingari mabinti wa ukweli, mwafanyishe yale mtendaro. Lakini hawakusikia. Basi wamalaika wakamshika Lutu wakamuvutia ndani, wakawafunga macho, wakashinda usiku wote wakiwa wanazunguka nyumba ya Nuhu ya Lutu, na Mungu akashusha moto akawamaliza wote. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo mtu anaweza kuletea matatizo, yani nyumba yake, familia yake, ukoo wake na vinavyomzunguka vyote. Mkumbuke Yona alifanya nini? Yona alimkimbia Mungu. Lakini aliletea matatizo. Watu walikuwa kwenye safari zao, wafanya biashara, matajiri walihangaika. Bwana Yesu atusaidie sana. Walichokeshwa na kukimbia Mungu. Kwa nani? Kwa Yona. Yona akamkimbia Mungu, akafikira atamwacha. Bwana Yesu atusaidie sana. Usije ukachukua karama ya Yona ya kukimbia Mungu. Sijue Mungu amekutafuta siku ngapi. Hayo ni majibu na wewe na Mungu. Tuendelee sasa, tuliona ya kwamba kama huyo mtu tuliona aliumba watu wawili, mtu wa ndani na mtu wa nje. Tuliona ya kwamba kama mtu wa ndani akitoka ndani ya mtu wa nje, mtu wa nje hana maana. Watamuita mufu, watamuita mupetaji, watamuita majina mengine, na muda kidogo atanuka huyu mtu wa nje. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu wa nje anaweza kusababisha mtu wa ndani ananuka. Bwana Yesu atusaidie sana. Macho anaweza kusababisha mtu wa ndani anaharibika. Mdomo unaweza kusababisha mtu wa ndani anaharibika. Masikio anaweza kusababisha mtu wa ndani anaharibika. Yani sijue nisemeje. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee, tuangalie sasa hao watu wanapenda nini. Mtu wa ndani anapenda vile ambavyo mtu wa nje hapendi, na mtu wa nje anapenda vile ambavyo mtu wa ndani hapende. Tusome kitabu cha Wagalatia. Wagalatia sura 5 na mstari wa 17. Waanzie mkiswahili. Najua kama hujapaona mimi naweza nikasoma mkiunda, alafu na wewe utakuja kusoma mkiswahili. Nimeshapaona. Endelea. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17 mpaka ngapi? Mpaka 23. Panasema, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho
kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Mstari wa 18, lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Mstari wa 21, husudia, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Dasoma mu Kirundi, kuko akameremere kifuza ivyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza ivyo akameremere kanka. Kuko ivyo bihiganwa ngo ntidukore nimukore ivyo mugomba, ariko namba murongorwa na mpwemu nimuganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vy'akameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwasi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibabariye nk'uko nabibabariye kera, yuko bakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa nje na mtu wa ndani, yani mtu wa nje anavyovipenda. Tuliona kipindi kile, tuliona kama mtu wa nje hashibi, kama pale alivyo, yani aliumbwa ndani ya ardhi, na ardhi tuliona kama hishibi. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Tulisoma yani vile mtu wa ndani apendavyo na vile mtu wa nje apendavyo. Tuliona kama mtu wa nje anapenda urafi, uzinzi, uchawi, yani usengenyaji, yani na mambo mengine mengi. Tukaona atendayo hayo hata urithi ufalme wa nani? Wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliona kama mtu wa ndani naye anapenda upendo, uvumilivu, yani kujirinda, kufanya nini, yale yote. Eti hakuna ambayo amri inayakataza. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, munibariki. Haleluya. Hacha kushangaa. Naona wengi mmeshahama, mnajifikiria ni vitu gani leo bado. Jamani, Yesu yupo. Jamani, Yesu yupo. Tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Jamani, Yesu yupo. Jamani, Yesu yupo. Tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Je, wewe umeshaziona? Kumbuka alizokushindia. Kumbuka alikufanyia mangapi. Amina.
alikutendea mangapi? Mbona uimbe? Mbona ufurahie? Kuwa leo upo ni Mungu, sio kusema ukuwindwa usiku. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kusema ukuwindwa usiku. Umewindwa na mambo mengi, wengi walitayarisha kukumaliza, lakini leo upo. Bwana Yesu atusaidie sana. Vikao vilifanyika kwa wewe na vikao mbinguni vikafanyika kwa kukulinda. Ndio maana unastahili kumshukuru Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jana tuliambiliwa kama tuko kanisa ambayo linajaa. Haleluya. Mungu alituambia muache kujidharau. Kanisa la Mungu, acha kujidharau. Acha kujidharau. Yesu yuko pamoja nasi. Haleluya. Tena atatulinda, atatulisha, atatuvika na heshima atatupa. Haleluya. Tumupigie Mungu makofi. Amen. Mtu wa ndani vile avipendavyo na yule mtu wa nje vile avipendavyo viko different. Mmoja anapenda haya na mwingine anapenda haya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana unaona ndani ya mafamilia kuna ugomvi, ndani ya makanisa kuna ugomvi, kwa sababu wengine waliingia ndani ya makanisa lakini hawajauvua huu mtu wa nje ili akufe, halafu tuje kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Tuje kufufuka ndani ya mwili mpya. Haleluya. Ndani ya mwili mpya, ili tuyapende yale Kristo anayoyapenda. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu linasema eti mtu wa ndani kila everyday anasema eti abadata. Imaanisha nini? Mungu yu pamoja nasi. Haleluya. Tusome Warumi. Tusome kitabu cha Warumi. Msifikiri nitakuja kukawia, kwa maana tutaenda tunasoma kidogo kidogo na kufundishanya. Bwana Yesu asifiwe. Warumi 8 sura na mstari wa 5 hadi wa 8. Mstari wa 5 hadi wa 8. Sura ni 8 mstari wa 5 hadi wa 8. Asomaye Kiswahili atusomee kwa uharaka. Sura 8 mstari wa 5 hadi 8. Tusome kwa jina la Yesu. Kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. 8. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Amen. Amen. Kuko abaganzwa n'akameremere k'umubiri bitwaririka iby'umubiri, kandi abaganzwa n'impwemu bitwaririka iby'impwemu. Kwitwaririka iby'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwaririka iby'impwemu kuzana ubugingo n'amahoro. Kuko kwitwaririka iby'umubiri gutera kwanka Imana, kuko
kutumvira ibyagezwe n'Imana kandi kudashobora kubyumvira. Kandi abaganzwa n'akameremere ku mubiri ntibashobora guhimbara iki? Imana. Bwana Yesu asifiwe. Wafuatao mwili hawaweze kufurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tena wafuatao mwili mwisho wao ni mauti, lakini wafuatao roho, kwa maana mtu wa ndani ni roho. Bwana Yesu atusaidie sana. Huyu mtu wa ndani ni roho. Tuliyaona eti Mungu alimaliza kuumba mtu, alafu akamupulizia pumuzi, na hiyo pumuzi ndo mtu wa ndani. Tutakuja kuyaona mbele. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa ndani, ijapo anaona, ijapo anaongea, ijapo anatenda matendo mengi, lakini huwezi kumuona. Bwana Yesu atusaidie sana. Ngoja niwaulize, nani anaweza kuona huyu mtu ambaye anasema? Huyu mnamuona? Mnayemuona ni mtu wa nje, lakini anayesema ni mtu wa ndani. Ndo anakuwa na connection za Mungu na kanisa na mimi. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu wa ndani, huyu kanasema, yule anayopumua, yule hapumuziki. Mtu wa ndani hapumuziki. Kama Mungu hapumuzike, na yeye hapumuziki. Bwana Yesu asifiwe. Hata hahusika anafanya kazi. Wewe sinzia. Huyu mtu wa nje anaweza kuchoka. Kama tukiuliza dada hapo ambaye anafanya kazi, anajua kuna kipindi anaweza kuchoka, hata kutandika kitanda kinapita kushinda. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama sahau kuacha umetandika, hapa tajana anaweza kusema ni mmoja hana mtoto pamoja naye, yuko karibu naye. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini huyu mtu wa nje anaweza kachoka, anaweza kasinzia, lakini mtu wa ndani, Bwana Yesu asifiwe, muda kwa muda anakuwa na connection na Mungu. Ndio maana usiku mnaoteswa, mnaona Mungu anashuka nawaambia, mwanangu fanya hiki na hiki. Bwana Yesu asifiwe. Na kesho tutafanya hiki na hiki, na mwaka kesho tutafanya hiki na hiki, kwa sababu mtu wa ndani ana connection na mbingu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tumupigie Mungu makofi. Ni furaha kubwa sana. Haleluya. Lakini makofi yenu mumeyapiga kama watu wanauma. Haleluya. Jamani, haleluya. Angalia una connection gani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ama na mtu wako wa ndani ameshachoka. Inawezekana hata mtu wa ndani anachoka, lakini kinachosababisha achoke tumeshaviona: uzinzi, uchoyo, fitina na mambo mengi sana, na chuki. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unakuta makanisani kuna ugomvi. Wengi wameshachoka watu wa ndani. Bwana Yesu atusaidie sana. Wachungaji wanajaa fitina na ugomvi na chuki mpaka karibu wamalizane. Bwana Yesu atusaidie sana. Waombaji wanajaa na chuki mpaka wamalizane. Yesu tusaidie, kwa sababu mbingu ni moja tunayoitegemea. Bwana Yesu atusaidie sana. Mbingu ni moja,
Hakuna mbingu tatu, hakuna mbingu tano, mbingu ni moja. Na Baba tunayomsema, na Baba tunayomshuhudia ni mmoja tu, ni Mungu aliyeiumba nchi. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Je, tuendelee ama tumalize? Sasa tunataka tuongezee watu hao, kila mtu analo pale alipotoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Tuliona mtu wa nje kama ametoka wapi? Kwenye udongo, udongo ambao una laana. Bwana Yesu atusaidie sana. Udongo ambao una laana, kwa maana alimwambia Adamu, wewe ulitoka ndani ya ardhi, utaishia ardhi. Bwana Yesu atusaidie sana. Na tena ulikuja ukiwa hujue anayekuzaa ni nani, aliyekuleta duniani ni nani, na utarudi kama hujue kitu chochote. Aliyekuvika kipindi umekuja hukumjua ni nani, na aliyekosha kipindi umekuja duniani hukujua ni nani, na vile vile urudiapo utaingia ndani, utajua aliyekuosha ni nani, utajua aliyekuvika ni nani. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana mara nyingi nawaambia watu, acha majivuno, acha majivuno. Majivuno na chuki vimesababisha wengi wanakuwa wauaji na watenda mabaya tu. Na hujue kesho utaamkaje, hujue kesho kama utashinda. Bwana Yesu atusaidie sana. Tusome, tuangalie mtu wa nje aitwayo mwili, kwa maana wana majina. Tutakuja kuyaangalia. Mtu wa nje ana jina na mtu wa ndani ana jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Tena kama tuzaliwavyo tunaitwa majina. Bwana Yesu atusaidie sana. Mangapi? Mawili ama matatu? Nao watu, mtu wa ndani ana majina haya mawili na mtu wa nje ana majina haya mawili. Bwana Yesu atusaidie sana. Wote walibatizwa. Tusome, tuangalie mtu wa nje alitoka wapi. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza, na tutafungia hapo ili nisiwachoshe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaendelea Saturday nyingine, ndio tutakuja kuangalia wa ndani naye alitoka wapi. Tusome kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 15 na mstari wa 47 hadi 49. Msomaji atusomee 15 Wakorinto wa kwanza, hanyuma mstari wa 47 hadi 49. Tusome katika jina la Yesu. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 47 hadi 49. Panasema, mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika
tutaichukua sura yake yeye aliyo mbinguni. Amen. Amen. Mu Kirundi, umuntu wa mbere yandurutse hehe? Mwivu. N'umukungugu. Umuntu wa kabiri yandurutse mwijuru. Nk'uko umukungugu ari, niko nabo umukungugu bandi bari. Kandi nk'uko uw'inyuma abami w'ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'umukungugu, niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtu wa nje alitoka mu mavumbi. Kama watu wa mavumbini walivyo, Bwana Yesu atusaidie sana. Na mtu wa nje ndo walivyo. Sikiliza niwafafanulie. Neno la Mungu linapenda kusema nini? Ngoja niwaambie. Bwana Yesu asifiwe. Je, watu waliumbiwa kuuana? Tulivyoambiliwa tutaviua ni minyama tu, kwa sababu tulipewa nyama zake. Tunakula kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hicho tu. Lakini minyama inauana. Sasa utokao ndani ya kimutu wa ndani, kwa sababu watu wa mbinguni wanajaa upendo, wanajaa kuvumiliana, wanajaa kuelewana, wanapendana, wanasema lugha moja, hawatengani. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kama watu wa mavumbini walivyo, kama viumbe vyote vilivyo, mtu akihamia nje, ndani ya mtu wa nje, anatenda yale viumbe vyote vinatenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimbi vikoko kama minyama inapandana pasipo kujali, na mtu akiingiliwa na pepo mbaya ni kama vile vile. Hata barabarani anaweza kuzini. Halo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama watu wa mavumbini walivyo, ndo na mtu wa mavumbini ndo alivyo. Watu wa duniani wakoje mkiangalia? Kama mbuzi zinaenda uchi, na wao hakuna shida. Akivaa ya kufika hapa, yeye anafurahia, anaona navaa vizuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hakuna shida. Kwa sababu ameshaingia kivumbini. Kwao ameshafika. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Mungu linasema kama wa mbinguni walivyo, ndo na watu hata ukiwa duniani. Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inasema Wakristo wana mfano na wale ambao walitutangulia wako mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaimba tutamuona Elia. Tutamuona waliotutangulia. Tutaona waliopigana vita na kushinda. Tutamuona Daudi atatuambia alizopigwa mikuki lakini akashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tukiwa bado tuko duniani, tulikuwa tunapitia kwenye nyayo zake. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema muige Kristo kama alivyokuwa, na sisi tuwe vile vile. Kwenye nyayo zake tupite vile vile. Kama alikuwa anapenda watu wote tupendane. Kama alikuwa na wachukia tuchukiane. Lakini najua hakufanya hayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Basi ngoja nifikie hapo.
Swali, wewe uko kama watu wa mbinguni ama uko kama watu wa dunia? Inama ujifikirie. Neno la Mungu linasema hapa duniani hakuna munyofu, hakuna mtenda haki. Hapana, sisi sote tulitenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki mliosikia maneno haya. Mungu awape nguvu na kushinda mtu wa nje, kwa sababu mtu wa nje ndo anatutesa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye hataenda mbinguni. Ndiyo maana na chuki na mtu wa ndani. Sawa? Bwana Yesu atusaidie sana. Ana chuki na mtu wa wapi? Wa ndani, kwa sababu anapenda waingie wote motoni. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunakomea hapa. Tusimame sote ili tuje kuimba nyimbo hii, korase hii. Ukiwa unajifikiria, ukiwa unasikia neno, yaani Roho wa Mungu anakwambia nenda, piga makoti, ombewe, utakuisha. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, oh hakuna, oh Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. 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 Unatupenda, wewe unatujali. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, oh hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe.